Mchezo chafu, mchafu, mchezo chafu, mchafu. Sukari nikolea. Naona kuna tangawizi tu. Kwani kuongezea sukari? Tosha. Naomba nikwambie kitu mume wangu. Namshukuru sana Mungu kwa sababu nimepata mwanaume ambaye anajituma. Unajali, watoto wanasoma shule nzuri. Mimi mwenyewe yani napata kila kitu kwa wakati. Ila kuna kitu kimoja tu ambacho tumeshindwa kuelewana mimi na wewe. Yaani unafanya yote. Lakini kuna jambo hili moja tu. Hivi. Haya maneno nikutoa kwa sababu hicho hapa asubuhi. Unataka ndoa ya mkeka? Kesho nijua wewe hiyo. Hiyo ndoa utaiweza? Eti hiyo ndoa unaweza utaiweza. Mimi ninanishinda jambo. Mimi ninafanya mambo makubwa kuliko hata hawa waliokuwa ndani ya ndoa hawayawezi. Mtoto mdogo na mambo makubwa upo. Hata mwenyewe kaa vizuri bwanako sije akanyewa bungo wewe tena na mimi. Sasa wewe utakuwa maneno kuntu mpambe kabambe kwangu. Nakutadia chaga yangu usije ukajificha ficha kule na bwanako usionyeshe kwa ajili. Kwa hiyo kesho Kigoma saa ngapi umesema? Saa ngapi itakuwa vizuri vizuri. Unajua ndoa inatakiwa ifungwe kipindi cha baridi baridi. Kusiwe na jua. Mida jioni kama saa 10 hivi. Hamna shida. Mimi si unajua mama matashtiti. Nakuja niko fulu. Kigoma niachie. Hicho kijamvi chenye nitakitandika. Mnaga shida ala ni unajua sinaga mbambamba. Ndio hivyo makeup kama zote shoga yangu. Umomo shoga yangu ukinitimizia hilo shoga yangu nitakufanyia boss. Wewe nimekukubali. Saluti kwako shoga yangu. Maana wanawake wote wangekuwa wana mipango kuntu kama ya kwako. Wasingehangaika hata kwa waganga. Tungekuwa tunafumania kila siku tunacheza vigoma tu. Unaambiwa hivi, hata kama mbaya jiamini na jikubali. Asante mama, nimekuvulia kofia. Hivi, nataka nikuulize kitu. Una kitu gani unakosa huko ndani? Kitu gani unachokosa huko ndani? Mapenzi. Unahitaji mapenzi zaidi ya hivi vitu tunavyofanya. Nimekujengea nyumba nzuri, na kutunza kama hivi, unavaa vizuri, unakula vizuri, watoto kama ulivyosema nawasomesha shule ya pesa. Unataka kitu gani kitu kingine wewe zaidi hapo? Mapenzi gani ambayo unayataka kwenye nyumba? Sound. Mimi ni mwanamke na nina hisia. Ninachokitaka kwako ni mapenzi tu. Mimi sije kulinda hao mbwa wako unaoweka au mchana na usiku unabweka huko nje. Sije kuwalinda hao. Mimi nimekufuata wewe. Nimeacha wazazi wangu, nimefuata mapenzi yako. Ninahitaji tendo la ndoa na wewe. Labda utanielewa vizuri. Hebu angalia wewe. Angalia umri wangu niliokuwa nao. Mimi sasa hivi na miaka 57 kasoro mitatu. Ustaafu mimi maisha kuzunguka. Lakini bado mimi napigana mpaka sasa hivi. Naamka asubuhi, nakimbia na watu wangu, tunakimbia road work, tunatoka jasho, jioni tena tunaingia gym, tunafanya mazoezi, tunatafuta maisha kwa ajili yako wewe. Unasikia tu mara nimekwenda leo Uingereza, leo nimeenda Marekani, nimeenda wapi? Unarudi unaishi tu vizuri, lakini bado unanipiga makelele. Usijifanye mtoto mdogo sasa hivi, unajifanya kama unajibebisha kwangu mimi. Kwa hiyo unaona mimi mtu mzima Sound, mimi ni mtu mzima. Sikiza nikwambie. Mwanamke akitaka kukuumiza, anakuumiza pale paliposhika na moyo. Shika ya maneno yangu posi utajua yana maana gani. Sio mwanamke ina gari lakini hapo sasa hicho hapa asubuhi nipitia mimi ukinipigia mimi unaona acha makelele bwana. Wewe mwanamke ina gani wewe? Unanikera bure bwana, kunywa mwenyewe chai yako bwana. Kulia kutoka naye uchagulie matusi. Mchezo chafu, chafu.
Nataka nikupigie hapa mzee. Muda wote wewe unafanya kitu jambo gani? Nini hiko? Mzigo. Ndio. Yaani nakaa hapa muda wote nakusubiri, kumbe hicho unaenda kukifanya. Mzee, tumefundishana kila siku. Tunafanya vitu vya maana, dili kubwa kubwa za maana, unaenda unachukua hichi kidude, sio unachukua wapi ndugu yangu? Mbona unazingua? Unajua wewe ni mkubwa kiumri, lakini mimi nitakuita dogo mpaka akili yako ikae sawa. Sababu pia umechelewa kuja mjini. Nakaa na kufundisha, piga dili za maana. Haya, ili dude umelitoa wapi ili dude? Hiyo unanichukuliaje? Kwa nini? Au ndio unachokifanya? Bana, sio mimi mpenzi wangu. Bwana wewe sana. Hivi kweli mimi nilime shamba aje kuvuna mtu mwingine? Hapana, haiwezekani. Unajua hiyo. Yes. Unajua mimi na familia. Najua. Lakini familia yangu nimeiweka pembeni. Kwanza nimeongeza familia wewe. Ndio maana mimi nimeamua kukupangia hapa sehemu ya kuishi nzuri. Ili tuweze kuishi salama. Lakini sivyo hivyo unavyonifanyia. Kwa sababu unaweza kumpisha mtu kwa akaja badala yangu mimi. Kweli nyumba yangu mimi akaja mtu hapo. Mtu mwingine ndani mbona? Sisi acha masiara. Sasa kuuliza kitu changu mmoja. Unafahamu fika nani anaingia ndani? Kwa kuingia ndani hakuna mtu ameingia. Labda wewe unamsemea kuna kaka mmoja hivi mrefu hivi. Anakuja huko ndani. Alafu yule kaka anatengeneza mikucha, mpaka rangi. Kwa hiyo ni paka rangi wangu wa kucha. Unaona mume wangu nikupendeza. Ananipaka rangi yule pale. Au mhisi vibaya yule. Jamani mume wangu. Ni ati bana. Baby, niamini mimi. Yule ni mpaka rangi wangu wala hausiki chochote na mimi. Mimi wala. Hapana mume wangu. Yule hapana. Hebu angalia jinsi unavyong'aa hivi. Alafu anakuja tena mtu eti katoka sijui wapi, sijui eti kweli anakuja. Usimfikirie vibaya wangu. Alafu mimi sina hizo tabia. Alafu mume wangu. Kweli mimi wa kutembea na yule. Mimi wa kutembea na hao watu kweli mume wangu. Siwezi kutembea na hao watu. Alafu mtu mwenyewe ukimwangalia kweli mume wangu naweza nikatembea naye kweli. Hebu tuende mbele kurudi nyuma. Mume wangu niangalie bwana. Siwezi kuwa na watu kama wale. Mimi nachagua. Mume wangu kama wewe hivi. Watu kama nyinyi ndio watu ninao. Mimi sio yule mume wangu. Wewe acha basi kunifanyia vitu vya ajabu mume wangu. Mimi nakupenda. You know how much I love you. Alafu leo unaniambia natembea na kile kikaragosi. Never. Siwezi hata siku moja kutembea na kidampa kama wewe. Hivi no. Kwanza niangalie mimi jinsi nilivyo. Alafu nichanganisha na yule kaka. Mimi naweza kuenda naye? Jibu ni hakuna. Mimi mume wangu nakupenda wewe. Mimi siwezi kutembea na wewe. Hata kidogo. Siwezi nao. Nakupenda. Mimi nimepangiwa nyumba, naishi kwenye nyumba nzuri kama hivi. Nikatembea na mpaka rangi. Hapana, siwezi kwa kweli. Sasa sio na wasiwasi. Wewe rangi inaingia kichumbani bwana, sio ndani. Kumsafisha mke wako ang'are. Muamini mpaka nafikia tu mpaka rangi mume wangu. Yaani tena. Acha wewe. Mimi natoa hela nyingi hapa. Kesho nzuri angalia unapoangalia rangi. Hapo na ambaye ana rangi anakuja kujibandika hapo kweli. Acha wewe sasa simuulize mzee unataka saizi kunishana wangu. Ndugu yangu. Nataka kupiga kweli. Jamani, mazoezi nikuishia wewe hapa sasa hivi. Mungu nisaidie. Wewe niache kidogo mimi ningepima mimi mzee. Mume wangu mimi nakupenda. Wala siwezi kukusaliti kwa vile vitakataka kama vile mume wangu. Angalie kwanza baby wangu mwenye adabu zake. Naishi sehemu ya kifahari kama hii alafu nipelekee huko. Simtaki mimi. Niambie ndugu yangu. Sasa hivi naona kazi zinafanyika vizuri. Ushaanza kuiva, sio kama mwanzoni ulikuwa mzembe, ulikuwa unanikela.
Na siku nataka nikuzibue, unazinguaga sometimes. Mambo ya town ya leo nimekuletea hichi kitu nataka ukionje. Utesti Jamaican Kush. Inaitwa Jamaican Kush. Sijawahi kabisa mambo. Ndio leo na wewe hapa. Nakuletea wewe, nimepiga mistari hapa na kuanzia. Nasema nakufungulia dimba. Kwa unachotaka, shika. Shika bwana jamaa. Wewe mbona unataka kuleta mambo ya kubembelezana tena wakati ushafika tauni? Yaani hapo inabidi ufuate na kufuata. Mimi si ndo mwalimu. Piga kidogo afu usikilizie. Piga kidogo wewe. Naanza kufundisha ujanja, yani uingie mjini. Unaona? Betana kwanza sikilizie hicho kitu. Noma. Sasa ukishapiga hicho hapa lazima akili yako inachanga. Sio kali sana. Sio kali sana. Watu tu wanapoteza. There is nothing for me like ganja. Unajua hilo goma wewe. Fuatilia hayo mambo. Wewe mtoto wa Bob Marley anaitwa Stephen Marley. Mundani ipo na Damian Marley. Sio kali. Ukila hiyo hapo unajisikia upo hai. Unakuwa hai. Kitu hicho hakifai. Kitu safi. Hichi cha watu wenye hela yani. Tulia. Usivute vuta ile kinyamwezi yani unajua ile yani kinyama. Kinyama. Yani unajua ile. Lazima uwe hai. Kuna goma moja la mshikaji mmoja anaitwa Popcorn Jamaica wewe. Anakuambia high all day, high all night, high all day. Yeah. Oya mnyama wewe. Hivyo ndio vitu sasa. So ukishapiga vitu kama hivyo, ukaingia kwenye ile mitikasi zetu zile. Akili yako ina concentrate na kazi. Yaani hicho kinakufanya akili yako unawaza kazi. Alafu ukipiga kazi unapiga kazi kiuhakika. Umeona? Kinyama yani afu kiadui kwanza hiyo inakufanya unakuwa hamna ule roho ya huruma ile. Hata kuua unaua. Unavuta tutokea kule sasa kwa leo. Hebu kwa tuangalie waambia hapa sasa. Nini? Usijaka kwa kajua madili yetu kule. Bwana wewe. Wewe simesikia kidogo sheshe viduadua unavijua? Mimi she. Kwanza si shevi kolani kidogo na mimi nimeshia alhamdu tu. Mambo sipo huko. Tayari basi unajua wewe kolani. Alhamdu kolani. Ndio sawa. Hamna shida. Sasa bwana mimi na jambo langu nataka nikupange. Mimi nataka unifungushe ndio mkeka. Sasa chukua shehe kabisa fresh hapa kwa nini mimi? Ndio yenyewe mipango bwana wewe. Kwa mchongo. Ndio yenyewe mchongo hiyo. Kwa mimi nataka wewe kesho uje pale kwa Sharaiza unifumanie mimi. Unifumanie kwa watu wengine utajumuika nao utakuja nao pale. Kwa hiyo nataka unifungishe ndoa, uhakikishe mwanzo mpaka mwisho mpaka ndoa inatimia. Unasemaje? Zambi mpya kweli. Mimi bwana ninachokuambia mimi usifungisha ndoa siwezi. Ila mimi nimesha alhamdu dua nazo siweza mimi za kuzikia tu. Hiyo alhamdu unayojua wewe inatosha. Hiyo sijui dua ya mazishi sijui nini unachanganya pale katikati kwani kuna mtu anayejua. Wengine hata alfu yenyewe hawajui. Zambi mpya hii. Zambi wapi sasa sikia nikwambie kitu. Unajua hamna kitu kinachokwenda au gari likatembea bila mafuta. Shika. Si 3 hii. Ndio. Sasa 3 hii sijanunua, sijachukua kanzu, sijachukua sendo, sijachukua kofia. Hii sinaisha kwenye bajaji tu nauli. Sasa wewe kanzu sijui kofia. Kwani unaoa wewe njoo hata hivyo ulivyo wewe njoo pale jambo liishe. Mpa Zambi kwa 3,000. Wewe sikiliza ngoja kwanza. Fanya shilingi 10,000. Yaani 3,000 niacheni kiongeza na 10,000. Yaani nakuja pale napiga dua naenda kukalili dua mpya. Nakwambia. Yaani nakuja na kanzu na sendo kilemba. Hii wewe lipe zote hizi. Hii sinafanya nauli wewe lete. Kweli ndio anajua. Wewe unatengeneza na nini? Mimi na sasa sikiliza nikwambie. Turahisishe mambo. Wewe ushaolewa tayari. Najua unafahamu kama mimi nakupenda sana. Lakini sijui kwa nini unasumbua akili yangu. Nakupenda sana Zambi. Na ndio maana niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Najitoa muhanga, nafanya vitu ambavyo havifurahishi jamii kwa ajili yako. Kwa nini unanifanyia hivyo? Please. Naomba nielewe Zambi. Nakupenda.
Hivi unajua unachokizungumza wewe? Kwanza unajua unaongea na nani hapa? Sio Zama kivipi? Wewe ndo mwanamke ambaye nakupenda. Bwana usiniguse mimi. Wewe unafahamu kabisa kama mimi sio Zama, wewe mjinga nini? Wewe umempa nini huyu bwana simuelewi? Wewe ni kichaa. Wewe sio Zama. Acha kuchanganyikiwa vitu vidogo bwana. Sogea hapo nyuma. Wewe sio Zama. Nimeharibu Kishenzi sio kidogo yani. Yaani nimekumind kweli wewe yani. Relax Manka. Huyu anaitwa Manka ambaye nilikwambia sio Zama. Mchezo chafu. Chafu. Ushemeji unatundua bongo au umelogwa wewe? Hamna. Wa simanizi huku. Sikiza basi. Mbona kuharibu mchongo ya watu? Sasa hivi watu wanahangaika, wanaenda kwa waganga kutafuta ndoa. Mimi nishapiga mchongo wangu tayari nataka ndoa itimie. Bwana. Hebu tulia kwanza. Kwani unakaza kufanya? Unakaza kufanya nakuuliza? Hebu nenda. Ondoka bwana wewe. Takuharibiana siku saizi hapa. Unataka tayari nataka niitwe mke wa mtu atakuuliza. Unaitwa nani? Suzi. Nice name. Unaonekana ni mrembo sana. Kiasi kwamba kila mwanaume atakaye kuona atavutiwa na wewe. Sikia nikwambie kitu. Katika vitu ambavyo Mungu amenijalia na nilimuomba sana, ni kutokuwa na roho ya uguaji. Lakini kitu kingine ambacho ninacho ni mapenzi, tena ya ndani. Na mapenzi ya kweli yanasababisha maumivu. Na hivyo ndio nileta hapa. Wewe ni nani? Alafu umekuja humu ndani hujabisha hodi na kuona tu, yani sielewi, yani kama kweli vile. Hivi vitu ulivyonunuliwa, yaani kifupi kama msaada ambao umefanyiwa, ambao unakufanya unaishi kama malkia, umeshafika mwisho. Naomba uachane na mume wangu. Na hili neno achana na mume wangu, naomba ulishike kama Qur'ani au Biblia. Nitaka kurudi hapa kwa mara nyingine. Sitakuja kama hivi nilivyokuja. Nitakuja kivingine kabisa. Kuanzia sasa
macho yangu yalikuwa yanatazama wewe, kuwa makini. Zama, unajua kila siku tunatafuta pesa, tunamtafutia yule mama. Kweli? Unajua utajiri wote alivyokuwa nao ni kwa sababu yetu sisi. Unajua Zama, kuna kitu nataka nikwambie. Kuna mwanaume anaitwa Lukamba, unamjua? Lukamba? Namjua, ni rafiki yangu. Ni nani yako? Ni rafiki yangu tu. Hapana Zama, usinifiche. Niambie ukweli wako wote. Alikuwa mpenzi wangu. Na ikawaje? Tuliachana tu kwa sababu hana hela. Oh. Hilo jibu ndio nilikuwa nalitafuta. Niliachana kwa sababu alikuwa hana pesa. Unajua yule kaka nakupenda sana. Ndio. Huwezi amini, jana kuna mshikaji wangu anaitwa Chafuja, alafu ni rafiki yake na Lukamba. Yaani mimi nilimwona kama chizi fulani kwa sababu mimi nimeenda, ananiona mimi ndo wewe. Wewe. Haki ya Mungu. Ananiambia Zama eti kwa sababu nilikuwa nakupenda, sivyo nifanyia yote kwa sababu sina pesa. Sasa hivi nimeshaanza kupata. Yaani mimi mpaka nikashangaa nikasema huyu ni chizi au? Unajua nini Manga? Mimi nampenda sana Lukamba. Lakini kwa ajili ya mama siwezi kuwa naye. Na unamjua yule mama. Alikuwa ananipigia vita kila siku kuhusu mimi na yule. Ndio chanzo mimi cha kumpotezea yule Lukamba. Sasa unadhani nikiwa naye afu ana hela yule mama atanielewa kweli? Sasa yule mama, wewe achana naye. Wewe fuata maisha yako. Hapa kila mtu anatakiwa fuate maisha yake. Tutamtafutia pesa lakini mwisho wa siku yeye anazidi kutajirika. Sisi tutakuja kwenda hapo. Yule mama tutachoka. Mimi mwenyewe kuna muda nitachoka. Wewe fuata mwanaume anayekupenda na tengeneza maisha. Ukatengeneza maisha yako Zama, usiendelee kumtengenezea mtu maisha.
Che, maliza kama nilivyokuambia. Alhamdulillah. Maliza. Kabla ya dua nataka nikuhusia mambo mawili kwa haraka sana. Jazina ni kitu kibaya, kwa hiyo leo tunafanya jambo la Mungu. Kwa hiyo usitaki ulete longolongo, usitaki ulete swala lolote la upinganizi hapa. Lete mkono wa kulia huu. Lete mkono wa kulia tuende na muda shehe wangu. Utafaniza maneno haya. Kaka. Kawaida. Shalaiza. Aisi amenona. Shalaiza amenisaidia Adam Lukam. Ukubali kumwoa Sada? Amezoea. Fungisha huyo. Chego, nini tena? Kubali, ili jambo tunaenda fanya hivi kwa sababu ya Allah ujue. Umekubali kumwoa Sada kwa jinsi mlivyokubaliana? Kakubali. Umekubali? Inabidi akubali. Unanifuatiza maneno haya kwa umakini, sawa? Mimi Shalaiza Adam. Sema hivyo. Mimi Shalaiza Adam. Nimekubali kumwoa Sada. Sema hivyo. Nimekubali kumwoa Sada. Nimekubali kumwoa Sada. Vigelegele. Ni mchezo mchafu na usaliti. Una watu na mapenzi feki. Hata ukipenda sana unatendwa, anapendwa mwingine. Ukimwamini aminiki, anachiti. Ukithamini athaminiki, abebeki. Unaita mchezo mchafu, ila siku kuchezea na rafu. Asa wakumpenda nani, nani wakumuamini? Mana siri za ndani, ndani zatoka hadharani.